Biblia ikasema kwamba tuushinde ubaya kwa wema, lakini tusichoke kutenda wema, kwa maana Mungu atatulipa kwa wakati wake. Lakini ikasema kwamba iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa kiasi cha kujaa na kusukwasukwa. Lakini leo tutafakari pamoja kwamba kumbe wema una gharama zake. Ndio maana kuna wazazi, kuna watu wazima ambao waliwalea watoto, ambao waliwaokota, wengine waliwachukua wakiwa na mazingira magumu, wakawasomesha, wakawalea kama watoto wao, wakawapa mahitaji yote. Watoto wale walipokuwa, basi wakawakana wale walezi wao, wakawaona ni wachawi, wakawaona ni watu ambao wasio na maana, wasiofaa, ni mabaradhuli. Kwa sababu ya nini? Ni gharama za wema, ni gharama za wema. Wewe ulitenda wema, ndio maana Waswahili wakasema tenda wema nenda zako. Unaona watu wengi wameshafanyiwa kama hayo sample. Watu wengi wapo waliofanyiwa vitu kama hivyo, lakini kuna wema ambao unaweza ukamkopesha mtu, labda ukamkopesha hela mara ya kwanza akarudisha, mara ya pili akarudisha, mara ya tatu unamkopesha, unamtafuta kwenye simu, atakwambia anarudisha muda fulani, unamtafuta kwenye simu hapatikani, mwingine anakubroko kabisa, mwingine unampigia simu hapokei kabisa. Nini? Ni gharama za wema, ni gharama za wema, ni gharama za kutenda wema kwa watu. Tenda wema kwa watu. Kutenda wema ni kutake riski. Ni kama mfanyabiashara anayechukua pesa anaiweka kwenye biashara fulani ili ije kuzaa. Kwa hiyo kutenda wema ni kuchukua riski, yani kuweka rehani kitu fulani, ndio kuchukua riski. Ni kuweka rehani maisha yako, ni kuweka rehani heshima yako. Unaweza ukapoteza heshima kwa kutenda wema. Walioko mjini, unaweza ukamsaidia mtu, ukaona ana hali mbaya, ukamkutana njiani amepata lolote baya, ukamsaidia, akageuka mbele, akakuteka, akakunyang'anya kila kitu. Hiyo ni nini? Ni gharama za kutenda wema. Kumbe wema una gharama kubwa sana, ndilo somo ninalojifunza. Naam, shalom watu wa Mungu, ni wasalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Leo tuzungumzie gharama za kutenda wema. Kumbe wema una gharama sana, wema una gharama, wema una gharimu. Unaweza kugharimu hata uhai. Unaona wakina Yesu walitoka mbinguni wakaja duniani. Yesu ambaye ni mpatanishi wetu, ambaye ni kiongozi wetu, ambaye ni Bwana wetu, alitoka mbinguni akaja duniani ili kutuonesha sisi maisha ya wema, kutuhurumia, kwa kutuhurumia na kutupatanisha sisi na Mungu. Akapitia kufa kwa sababu ya nini? Wema. Kumbe hizo zote ni gharama za wema. Wema una gharama. Leo tutaona kisa kimoja hapa kwenye Biblia. Kuna kuhani mmoja katika Samueli wa kwanza sura ya ngapi? Sura ya 21. Alikuwa anaitwa Ahimeleki. Huyu kuhani alimsaidia Daudi wakati yupo kwenye kukimbizwa huku na kule, anakimbizwa, anawindwa na Sauli kuuawa. Kuhani akamsaidia, akampatia mikate, akampatia upanga kwa ajili ya vita na wapi alipokuwa anaenda kwenye safari zake, akaokoa maisha kwa njia hiyo, akampa na mikate ya hekaluni. Wewe unaona alipomkarimu hivyo. Lakini kuhani huyu, kuna mtu mmoja alikuwa pale, alikuwa anaitwa Doegi, akamwambia kwamba alikuwepo, kumbe alionekana. Sasa huyu mfalme Sauli wa Israeli akaja, akawa anamtafuta, akawa adui, huyu Daudi yuko wapi? Akasikia sehemu aliko, lakini kuna mtumishi huyu ambaye Doegi alikuwa kwa kuhani kule, akamwambia Sauli kwamba nimemuona Daudi alipita pale. Akasema ulimuona? Basi huyo mfalme Sauli akawaita wale makuhani, akawaita huyo kuhani Ahimeleki na ndugu zake wote wa ndani mwake, yani familia ya makuhani wote na ndugu zake wote, wakaenda kwa mfalme. Walikuwa watu 50 na 80 na zaidi. Akawapeleka kwenye mashtaka. Unaona hapa sura ya 22 anasema, naye mfalme akasema, kufa utakufa Ahimeleki,
wewe na jamaa yako ya baba yako, wewe na jamaa yako ya baba yako. 17. Kisha mfalme akawaambia askari walinzi waliosimama karibu na geuki, mkawaue hao makuhani wa Bwana, kwa sababu mkono wao huu pamoja na Daudi, na kwa sababu walijua ya kuwa amekimbia wasiniarifu. Lakini watumishi wa mfalme walikataa kunyosha mkono na kuwaangamiza na kuwaangukia makuhani wa Bwana. Wafalme walikataa. Unaona, kumbe ilikuwepo hata wafalme kipindi hicho wanatuma polisi, nenda mwaue, huyu mtu, yule. Kumbe na kuna watu ambao walikataa kwenda, walikataa hizo amri. Hapa unaona askari walikataa. Leo tunaona viongozi wanatoa amri kwa polisi, nenda mkamuue huyu, nenda mkamuue yule. Wao wanafuata tu. Kumbe wapo mfano wa watumishi au watumishi wa mfalme wanaokataa oda kama hizo, wanaokataa amri kama hizo. Basi mfalme akamwambia Doegi, sasa geuka wewe ukawaangukie hao makuhani. Basi Doegi Mwedomu akageuka akawaangukia makuhani, akaua siku ile watu 85 wenye kuvaa naivera ya kitani. 19. Kisha akaupiga Nobu mji wa makuhani kwa makali ya upanga, wanaume na wanawake, watoto na wanyonyao, na ng'ombe na punda na kondoo. Na katika wana wa Ahimeleki mwana wa Ahitubu akaokoka mtu mmoja tu aitwaye jina lake Abiathari, akamkimbilia Daudi. Naona hapa alitenda wema huyo Ahimeleki, huyu kuhani alitenda wema, lakini kumbe aliyemtendea wema alikuwa ni most wanted, alikuwa anatafutwa sana na huyu mfalme Sauli, akauawa. Hii inatufundisha nini? Kumbe kuna gharama za kutenda wema. Kutenda wema ni kuhatarisha maisha yako. Unaweza ukawindwa au ukauawa wewe. Unaweza ukamsaidia mtu ambaye anawindwa na jamii fulani, ukijulikana wewe unauawa wewe. Kama kwenye serikali yetu ya Tanzania kuna watu labda wanawindwa sana, ukimhifadhi wewe ukajulikana wewe ndio umemsaidia, hata kumsaidia kwa pesa unaweza ukauawa. Kwa hiyo wema ni take risk, ni kuchukua, ni kuweka maisha yako rehani, ni kuingia katika hatari. Naona huyu Ahimeleki anauawa, anasababisha watu 80 na zaidi na eneo aliyokuwa anaishi wote, jamii za wale wote ukauawa. Kwa sababu ya nini? Kutenda wema kwa mtu mmoja, kumtendea mtu wema. Kwa hiyo kumbe unajifunza nini hapa? Wema una gharama, lazima tujiandae kulipa gharama za wema ambazo hawa baba zetu wa imani walilipa. Wengine waliuawa, wengine walichinjwa. Kwa sababu ya nini? Ya kutenda wema. Kumbe na sisi tunapoishi katika ulimwengu huu tusichoke kutenda wema, huku tukijua kwamba wema una gharama kama hizi ambazo zinaweza kutokea. Kwa hiyo tuwe tayari wakati utufaao hata usiotufaa kulipa gharama kama hizi. Na nishukuru sana kwa kunisikiliza na kunitazama. Unapotenda wema jiandae. Unaweza ukamsaidia mtu akageuka, unaweza ukamkopesha mtu asikurudishie pesa, unaweza ukambeba mtu akafika mbele akaanza kukutukana. Hiyo ni nini? Hizo ni gharama za wema. Nishukuru sana kwa kunisikiliza hata hapo. Neema ya Kristo kawe pamoja na nyote. Amen.